wakati ambapo tunajipeana katika mbele za Bwana, hakuna chochote ambacho kinatuzuia. Tumaini letu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tumaini letu ni Bwana. Tunapomtumaini Bwana, naye anakuwa pamoja nasi, ni sababu yeye ndiye ngome yetu, yani kishindo chetu, mahali ambapo tuwashinda, mahali ambapo tunajua hapo ndipo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunapoambiwa ya kwamba Bwana anasema ya kwamba yeye ndiye ngome, yeye ndiye tumaini, wakati huu Daudi alipokuwa kinena, alikuwa kinena akijua ya kwamba matumaini yake ameikabidhi mbele ya Bwana. Kwa hivyo wakati ambapo tunajikabidhi mbele za Bwana na matumaini yetu inakuwa mbele za Bwana, basi na sisi tunaweza kuona Bwana kwa njia kuu sana. Tunaweza kuona Bwana akiwa anatushindania kwa mambo mengi. Amen. Ni sababu inawezekana kama hauna Bwana kuwa hakuna ushindi, lakini ukiwa na Bwana una ushindi, ni sababu Bwana ndiyo kimbilio, ndiye ngome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunapoona ya kwamba Bwana ndiye ngome, Bwana ndiye mshindi, Bwana ndiyo kimbilio, tunaona Mungu ako upande wetu. Praise the living God. Amen. Mungu ako upande wetu, na tunapojiachilia mbele za Bwana tunajikuta ya kwamba Bwana ambaye tunayemuita anatushindania. Hebu tusome mstari wa pili tuone namna gani. Tusome mstari wa pili. Tuko pale, tuko Zaburi 91. Tusome mstari wa 3. Unasema, maana yeye atakuokoa na mitego wa windaji na katika tauni iharibikayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo hapa anatuonyesha jinsi ya vile anajua kutegua mitego, na hapa tunafundishwa ya kwamba kila wakati tuko katika mitego. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila wakati tuko katika mitego, kila wakati tunategwa, kila wakati tunanaswa, lakini naye atatunasua. Ni sababu hii ni njia moja ya kusema ya kwamba kuna njia ambaye huwa inatengenezwa kila wakati ya mitego. Tunategwa naye Bwana anatutegua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Biblia wakati inaongea hivyo, inaongea ni sababu Daudi akiwa yeye ni mfalme, mitego ilikuwa mingi, na wakati ambapo uko na kipawa fulani, huwa kuna mitego mingi. Bwana asifiwe. Amen. Ni sababu hata wakati ambapo Daudi alipokuwa anaomba hili ombi, alijua ya kwamba kuna watu ambaye wanamtega, wangetaka kumumaliza, wangetaka aishe, wangetaka yani awe yeye mwenyewe sio mfalme tena. Kwa hivyo walijaribu katika kila njia diposa waweze kumaliza, lakini naye Bwana akanena juu yake akasema ya kwamba anaye mtumaini Bwana, Bwana atamtegulia mitego. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati ambapo tuko katika hii dunia, kuna mitego mingi inaweza kukutega. Kuna watu wanakugoja hata ile maneno utakayeongea wairudie, waitengeneze, waiseme kwa njia ingine. Ni sababu ni mitego tu ambayo huwa inawekwa mahali pale diposa iweze kufanya ama iweze kukumaliza. Kwa hivyo siku ya leo nina imani ya kwamba Biblia inasema ya kwamba wanaomtumaini Bwana hakuna mitego. Bwana atawategulia mitego. Siku ya leo mitego ambaye iko juu ya watu wa Mungu itaondoka kwa uwezo na mamlaka ya Kristo. Ni sababu Kristo ndiyo aliyoita watu wake na ana kusudi njema kwa watu wake. Kwa hivyo tunapomuita ama tunapokaa katika njia za Bwana, tunajua Bwana anaenda kutenda. Ni sababu wanaokaa katika njia za Bwana, wanaokaa katika nyumba ya Bwana, Bwana anawategulia mitego. Amen. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Mstari wa ile ukasema kwa manyoya yake
atakufunika. Chini ya mwamba zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tunafundishwa hapa, yani kuaminika inakuaga ngao. Si ndio Mungu anasema? Biblia inasema. Kwa hivyo inasema kwa manyoya yake atakufunika. Chini ya mwamba zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao ya kigao. Yani katika hali ya kuaminika mbele ya Mungu unapata kinga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuaminika mbele ya Mungu unapata kinga. Yani unapata ya kwamba kinga ni kusema ya kwamba kuna mambo mengi ambaye huwa yanafuata binadamu na huwa inafuata watu wa Mungu. Lakini tunapokuwa waaminifu mbele ya Mungu, Mungu analeta kinga. Analeta kinga. Analeta kinga. Anakukinga kwa mambo ambayo ni magumu, mambo ambaye pengine unaona ya kwamba yanakuja kukumaliza, mambo ambaye pengine ni ya kukuharibia sifa, mambo ambaye ni ya kukuharibia jina, mambo ambaye ni ya kukufanya uzofike. Lakini kinga za Mungu ni kusema ya kwamba yeye hana mapendeleo. Wakati ambapo umesimama vizuri, wakati ambapo unamuinua Bwana, wakati uko upande wa Mungu, Mungu hushuka na anakuwa kinga katika maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hushuka na anakuwa kinga kwako. Kwa hivyo wakati ambapo Bwana anapokuwa kinga kwetu, nasi tunafaulu kwa mambo mengi. Tunafaulu kwa mambo mengi. Ni sababu maadui ni wengi jameni. Maadui wanakuanga wengi. Hata wale pengine ufikirii ni maadui, hao ni maadui namba moja. Bwana asifiwe. Unakuta ya kwamba huyo adui kile ambacho angependa sana ni kukuangusha, kukumaliza, kuharibu, hata kuua ikiwezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni sababu Biblia inasema ya kwamba shetani alikuja kuharibu na hata kuua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo shetani yako kazini, kila saa ni kuharibu, kila saa ni kuua, kila saa. Hata wakati huu sasa tunaona hata katika runinga na vyombo vya habari, hakuna saa zingine tunaangalia, tunajikuta ya kwamba habari ambazo saa zingine tunaziona kila wakati, unakuta hii inatoka, hii ni accident. Ikitoka hiyo picha ya accident, inarudi katika picha ingine ambayo pengine ni kuua. Ikitoka kuua, inaleta picha ingine, walichomeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kuna wakati ambapo niliangalia news, nikaona ni kama sitaki kuiangalia tena, sababu hakuna jambo nzuri ambalo linaletwa. Hakuna kitu ambacho utakiona ufurahie, ni ile tu maafa. Mwingine amepelekwa na maji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwingine alipigwa na bwana yake, mwingine alikatwa mikono, mwingine hana miguu. Yani unakuta ya kwamba kila siku, kila wakati shetani na wazao wake wako mbioni wakifanya madhara, mapepo yanafanya madhara. Kwa hivyo tunapokosa kuwa watu ambayo wamepingwa ama wamekingwa na Bwana, unakuta ya kwamba Bwana, wakati ambapo na sisi wenyewe hatujajifahamu vizuri, tunakuta ya kwamba vile hatujajifahamu vizuri, ama tunatoka katika kingo la Bwana. Tunapotoka katika kingo la Bwana, tunakuta ya kwamba mambo mengi yanatendeka, ni sababu sisi wenyewe hatujajifahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo pale mstari wa 5 ukasema hivi: utaogopa hofu ya siku, wala mshale urukao mchana.
Lakini 6 inasemaje? Wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibio haudhuru. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wakati ambapo tunajipata mbele za Bwana na tunajikuta ya kwamba Bwana ako pamoja nawe, kuna mambo mengi ambaye unaweza kuwa wewe mwenyewe inakuondokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini haijalishi ni kuwa ya kwamba pengine mambo yamekuwa magumu, lakini ukiwa ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiwa ndani ya Mungu, ukiwa ndani ya Mungu, hakuna chochote ambacho kinaweza kuwa kina mipango ama kinapangwa ama kinafanyika kinaweza kuwa na uwezo mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni sababu Mungu akiwa upande wako, nani atakuwa kinyume na wewe? Praise the living God. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu akiwa upande wako, ni nani atakaye kuwa kinyume na wewe? Hakuna. Ni sababu Bwana ametuambia ya kwamba kuaminika kunatuma aondoe kitu kinaitwa tauni, mashaka, mambo ambaye yanakutia uoga, mambo ambaye yanakufanya ya kwamba uone ni kama kuisha unaisha. Hapana. Praise the living God. Amen. Bwana huyo aliyekuita, Bwana aliyekushika mkono, Mungu aliyekuongoza, huyo ndiye ana uwezo na mamlaka, ana nguvu zaidi, ana uwezo, ana mambo ambaye siyo ya kawaida. Ni sababu Mungu na binadamu, Mungu ndiye aliweza kuumba binadamu, sio binadamu aliyeweza Mungu, lakini Mungu ndiye aliweza kuumba binadamu. Amen. Kwa hivyo Biblia ikatuambia, nataka tumalizie pale. Hebu twende mstari wa 7, inasemaje? Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni mwako, naam 10,000 mkononi mwako wa kuume, hata hivyo hautakukabilia wewe. 1,000 shall fall at the side and 10,000 at their right hand, but it shall not come nigh thigh. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hapa tunawekwa nguvu katika maisha yetu. Praise the living God. Amen. Ya kwamba hata iweko maelfu na makumi yawe yameanguka umbavuni mwako, yani wamekusukuma sana. Umbavu ni kusema ya kwamba wamekusukuma mpaka kona, lakini uwe na Mungu. Uwe na Mungu atatuma ufaulu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo kile ambacho tunafaa kujua ya kwamba sisi ambaye tumeitwa kwa jina la Yesu Kristo, na ambaye sisi tumeitwa kusudi tuweze kutambaza na kunena neno la Bwana, ni vizuri na sisi tuweze kujua ya kwamba kunaye mshindi mmoja ambaye yuko nyuma yetu, na kunaye ambaye ametushika mkono, na kunaye anayetuongoza. Kwa hivyo hatuwezi kuwa na uoga, hata wawe makumi, hata wawe maelfu, hata wawe namna gani, lakini Bwana ambaye ametuita, praise the living God. Amen. Bwana ambaye ametuita ako pamoja nasi. Praise the living God. Amen. Nane. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Sasa hapa ndio Bwana anaanza kukupigania. Kwa hivyo hapa tumeambiwa kwa macho. Sasa hapa sio kwa kiroho. Hii ni physical. Utaona Bwana akikupigania. Bwana atakupigania kwa zile shida ambazo pengine zimekuwa katika maisha yako. Bwana atakupigania kwa magonjwa
Bwana atakupigania kwa kazi zako. Amen. Atakupigania kwa mambo ambayo pengine ungetaka ama ungekuwa unayahitaji. Amen. Kuna mapigano ambayo Bwana atakupigania. Amen. Sababu yeye ndiyo hupigania watu wake. Yeah. Kwa hivyo Mungu anayetuita, Bwana ambaye amekuwa pamoja nasi, Mungu ambaye alikuita wewe, ana shindano kubwa ambalo anaweza kukushindania wewe kama utamuamini na utakaa ndani yake, na hiyo imani ya kuamini Bwana ataweza kuwa pamoja na wewe. Na Mungu huyo ambaye tunamuita kila wakati, tunajua Bwana ataweza kutushika mkono na kutuongoza. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo huyo ni Bwana aliye juu sana, na neema yake inatosha. Kwa hivyo hakuna mwingine kama yeye, bali uwezo wake unatosha. Na Bwana huyo aliyetuita, kusudi lake ni tuweze kukaa katika njia zake, nasi tukikaa katika njia zake ataweza kuwa pamoja nasi. Praise the living God. Amen. Unajua saa zingine tunajipatanga kama kwa mashida fulani, na tunakuwa na maswali mengi, na tunaanza kujiuliza maswali mengi kama binadamu tu, sababu binadamu ni wa maswali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu naye sio wa maswali. Mungu sio wa maswali. Mungu hujibu maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni vizuri tuondoe maswali, tuweke maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuondoe maswali, tuweke maombi. Na tukiondoa maswali tuweke maombi, Bwana atajibu maombi yetu. Amen. Praise the living God. Amen. Bwana atakujibu. Bwana atakujibu, ni sababu ya kwamba huyo Bwana ambaye unamuomba ako na jibu tayari katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ako na jibu. Ako na jibu. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba Bwana ametuambia hapa, ametuhakikishia kama vile alivyohakikishia Daudi ya kwamba alimpigania makumi maelfu. Ni kusema ya kwamba Daudi alikuwa mtu wa vita, alikuwa anaenda kila wakati anajitengenezea vitu vya vita, anakuwa kila wakati ako na jeshi kubwa. Kwa hivyo yeye anasema ya kwamba hata makumi elfu wakilala juu ya mbavu yake ama wamsukume katika njia zote, Bwana alikuwa anampigania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Piganio lako wacha liwe la Bwana. Piganio lako wacha Bwana awe analiingilia. Piganio lako wacha Mungu aweze kuonekana katika maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Mungu akitenda hivyo, Mungu akiwa upande wako, hakuna chochote, hakuna lolote, hakuna jambo lingine ambalo linaweza tuma Mungu aweze kushindwa. Hakuna. Amen. Kwa Mungu hakuna kushindwa. Kwa Mungu hakuna kushindwa. Vizuri tukae kwa Mungu. Ni sababu wakati ambapo huyu Daudi alikuwa anaandika hii Zaburi, alikuwa anaandika mambo aliyokuwa akipitia, na pia aliandika iwe mfano kwetu, ndiposa na sisi tusome na yeye na tujue ya kwamba huyu Daudi kuna kitu ambacho alipigania na Mungu akaweza kutuma afaulu. Praise the living God. Amen. Kwa hivyo uwezo wa Mungu na baraka za Mungu zikiwa juu yako, hakuna hata adui atakaifunga. Bwana Yesu asifiwe.